Wapi shangwe na vigelegele kwa Gavana Isa Timami jameni, tutam. Faza hoi, Lamu East hoi. Leo ni leo, msema kesho. Leo tumefika hapa, mnajua mimi sio mgeni hapa, nimekuwa hapa siku ingine wakati nilikuwa waziri wa usalama. Ni kweli si kweli? Si nimerudi tena. Kwanza kabisa ni washukuru wakazi wa Lamu East kwa kutupokea hapa Faza kwa furaha na shangwe. Wale ambao tumefika hapa, mimi nikiwa mmoja wao, na hao viongozi wengi mmeona katika hii mkutano huu. Hao viongozi wanatoka katika sehemu zote za Kenya. Tuko na viongozi hapa kutoka Baringo, kutoka Nyanza, kutoka magharibi wa Kenya, kutoka Mandera, kutoka sehemu zote. Ni kwa sababu sisi tunaamini nchi yetu ni moja. Lakini vile vile tuko hapa kwa sababu tuko na heshima na viongozi wenu. Tuko na heshima na mbunge wenu huyu Mama Gangari, Captain Rueda huyu. Huyu Captain Rueda, huyu mbunge wa Lamu East, anatosha atoshi? Huyu mama anatosha atoshi? Huyu mama ni fire si fire, ni noma si noma. Wacha nione salamu za mama. Mtaendelea kumshikilia mkono huyu Captain Rueda. Wacha nione mara ingine salamu ya Captain Rueda. Alafu gavana wetu, vile mmesikia, sijui kama mna habari. Unajua pale katika chama cha UDA tuko na party leader ambaye ni rais. Tuko na deputy party leader wawili. Mmoja wa deputy party leaders wetu wa chama cha UDA ni Mheshimiwa Gavana Isa Timami. Raha anatosha atoshi? Huyo Timami fire si fire, noma si noma. Wacha nione salamu ya Gavana Isa Timami. Vile vile tuko na wale waheshimiwa wengine. Najua mwenzake wa Captain Rueda, Gavana Mudhama, hayuko hapa, lakini tuko na yeye kwa sababu tuko na mkutano kama huu kule Lamu West. Kwa hivyo amebaki huko akijitayarisha. Tukitoka hapa, Mungu akitujalia, tunaenda pale. Lakini vile vile tuko na Mama County wa Lamu, anaitwa Muthoni Maruvu. Wapi nduru ya Mama County jameni? Mnaona huyo mama fire si fire, anatosha atoshi? Hata huyu ako kwa 2 term. Rais Ruto akipata 2 term, si hata huyu anapata 2 term. Huyu mama anatosha atoshi jameni? Muthoni Marufu anatosha atoshi? Wacha nione salamu ya Mama Muthoni Marufu jameni. Thank you very much. Asante. Kwa hivyo leo hatutaki kuongea sana. Tumekuja hapa kuwakilisha Rais William Ruto, na tuko hapa kujiunga na akina mama na wananchi wanabiashara wa hapa Faza na Lamu East ili kuwaweka jeki katika biashara zao ndogo, kwa sababu mwananchi wa mashinani akipata support kidogo, kama ni mama na ako na biashara ya stock ya shilingi 5,000, akipata msaada kupitia hafla kama hii, hiyo stock iongezeke, itoke 5,000 ifike 10,000, huyo mama amesaidika na familia imesaidika. Kweli si kweli jameni? Si ni kweli jameni? Unajua sana akina mama wanajua kuchunga pesa vizuri, kutunza hela. Hata hela yao kidogo inakuwa na manufaa zaidi. Sisi wanaume tujifunze pia. We don't do very well. Sisi wanaume ukipata hela kidogo unachelewa kufika nyumbani.
Lakini mama akipata hela kidogo anaenda nyumbani mapema na kutakuwa na chakula, mzee atakula, watoto watakula na hiyo jamii itakuwa sawa sawa. Kweli si kweli? Wamama hoye! Wamama hoye! Kwa hivyo langu ni kusema ya kwamba hapa Lamu tunakazana ili kurekebisha mambo ya kihistoria hapo nyuma ambao tumeona sehemu nyingi kama hizi zetu za Lamu hapa. Kuna sehemu zetu kidogo zilikuwa zimeachwa nyuma kimaendeleo. Rais Ruto amesema Kenya ni moja. Ile maendeleo inafanywa sehemu moja ya nchi ndio inafanywa sehemu zote za nchi, ikiwemo hapa Lamu East, kwa sababu Lamu East ni Kenya kama ile sehemu zingine za nchi. Ndio umeona ya kwamba wakati Rais Ruto alikuwa anaomba kura, na tulikuja na yeye hapa Faza, tulikuwa na yeye pale Kizingitini, kuna mambo kadhaa ambayo tulisema tutafanya. Moja, tulisema mambo ya uvuvi. Tutahakikisha kwamba wavuvi wetu wamepata support. Na mahali tulianzia wale wavuvi ambao walitatizika kwa sababu ya ujenzi wa poti ya Lamu. Na Rais Ruto akahakikisha kwamba watapata fidia kulingana na vile mahakama ilikuwa imesema. Mimi niko hapa miaka mitatu baadaye kusema ya kwamba ile ahadi serikali ilitoa wakati wa kampeni kupitia Mheshimiwa William Ruto, hao wavuvi sasa wamelipwa, pesa yao imelipwa. Governor Timami yako hapa atawahakikishia wale ambao wamebaki, kwa sababu nasikia governor ameniambia kuna wale wamelipwa 70%, 30% ilikuwa ya kununua equipment, lakini pia mnataka hata hiyo 30% mpewe. Ni kweli si kweli? Hapo ndipo. Kwa hivyo tumesikia matakwa yenu na tutayaangazia, tutazungumza even the 30%, tuone vile itasaidia wavuvi. But I want to confirm 70% of all the claimants already wamepata hiyo malipo, na tutafanya hala ndio tuharakishe tukamilishe hilo jambo. Jambo la pili, tulisema wavuvi samaki wengi huoza, na huoza kwa sababu hakuna mahali pa kuhifadhi. Ndio unaona tunaanza kutengeneza fish landing site. Tumeanza kule Mokoe, tunajenga fish landing site kubwa ambayo itagharimu pesa milioni 239, 239 million for Mokoe fish landing site, ambayo itakuwa pia na vyumba vya barafu vya kuhifadhi samaki. Lakini vile vile tunataka hiyo program phase 2 pia tujenge fish landing site hapa Faza na Kizingitini. Tuendelee tusiendelee? Vile vile tumesema wale wavuvi wetu ambao wako kwa beach management units wapewe support na serikali, and we have already started providing grants to beach management units. Ndio wale wavuvi wakiwa katika vikundi vyao vya beach management units wapate msaada wa serikali, wapate hela ambayo ni grant, sio loan, ya kupanua biashara yao ya uvuvi, pesa mfukoni, tuinua uchumi wa nchi yetu. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee na grant kwa beach management unit, tuendelee na kujenga fish landing site. Tuendelee tusiendelee jameni? Na pia tukamilisha compensation ya wavuvi. Vile vile hapo tukiwa pale, ule ambaye ni waziri wa uvuvi na mambo ya uchumi samawati, Mheshimiwa Ali Hassan Joho, ambaye anatoka hapa Pwani, ameagizwa atafute zile boti za nguvu, boti kubwa ambazo ni za kisasa kwa wavuvi wa Lamu, Tana River, Kilifi, Mombasa na Kwale,
katika ukanda huu wote tuwe na boti ambazo zinaweza enda baharini kwa zaidi ya siku 10 kutafuta samaki wakubwa, samaki wa dhamana. Na hiyo boat Mheshimiwa Joe alikuwa amepewa up to end of this month. Ndio tutafute hizo boti, rais akuje hapa apeane. Tuendelee na hiyo kazi. Joe harakishe hiyo mambo ya boti zipatikane. Tukirudi hapa tunataka hizo boti ziwe zimepatikana, zile za kusaidia wavuvi kufika baharini, kule baharini hata wakienda siku 7, siku 10 wanaenda wanarudi na samaki wazuri. Vile vile tuko na program ya kuongeza mambo ya stima. Stima haitoshi hapa sehemu yetu ya Lamu na Lamu East, na tuko na program katika Lamu County. Rais ameidhinisha pesa ya serikali shilingi milioni 307 itolewe ili kuongeza stima hapa Lamu County. Hiyo tayari pesa imetolewa, contractor wako njiani. Huyu mama Ruweida, Captain Ruweida, ameniambia ya kwamba kuna mahali contractor wamekwama, nimsaidie kusukuma wafike hapa next week. Nisaidie mbunge wenu, contractor wa stima wafike hapa. Tuko na last mile, nimesema Lamu County 307 million, lakini Lamu East peke yake katika hiyo pesa 307 million, Lamu East imepewa 173 million ili kuongeza stima katika Faza, Kizingitini na sehemu hii ya Lamu East. Mama anatosha atoshi? Na mimi nikiangalia hiyo 173 million bado ni kidogo. Kwa hivyo tutashikana pia na Captain Ruweida, tushikane na huyu Mudhoni Marufu, tushikane na Governor Timamu, wakuje kwangu, tuende kwa rais, hiyo pesa iongezwe maradufu. Si mungependa pesa ya stima iongezwe hapa Lamu East? Kwa hivyo kuna ile program nyingine ya stima kwa zile sehemu ziko mbali. Umesikia governor akitaja Mkokoni kule na Kiwayu, na pia sehemu ambazo ni kama kule Ndau. Huko already projects ya COSAP, Kenya Off Grid Connectivity Program inaendelea huko ya kuongeza stima katika sehemu hiyo. Jambo la 5 ni mambo ya afya. Mimi nashukuru sana Governor Timami na serikali ya county ya Lamu kwa sababu tukishirikiana tumehakikisha kwamba wananchi wengi wamejiandikisha kwa mfumo wa SHA ambao ni mfumo wa afya ambao utapatia kila mwananchi bima ya afya. Na Lamu County katika percentage, Lamu County ndio namba 2 kwa idadi ama percentage ya wananchi ambao wamejiandikisha kwa SHA katika Jamhuri ya Kenya. Because already out of a population of 140,000, 70,000 residents, 50% of the residents of Lamu have registered for SHA and they are going to get medical cover going forward. Mumeshindwa tu katika Kenya, Mombasa tu ndio iko mbele ya Lamu. Sababu pale Mombasa wako 70%. Nyinyi muko 50%. Na hii serikali inataka kila Mkenya 100% awe na bima ya afya. Ndio apunguziwe ile gharama ya matibabu. Tulikuta ya kwamba only 8 million Kenyans walikuwa na kadi ya matibabu. Lakini kupitia SHA already tuko 25 million ambao wamejiandikisha. Tunataka tuongeze hiyo 25 million, ni kama nusu ya Wakenya. Tungetaka every Kenyan, over 50 million Kenyans, kila Mkenya awe na kadi, mama, mzee na mtoto. Tulikuwa na program ya Linda Mama, lakini sasa tunataka kuipanua iwe Linda Mama, Linda mzee, Linda baba, Linda mtoto, Linda kijana, Linda jamii. Si ni vizuri tulinde jamii yote jameni? Mama na baba na vijana na watoto. Kwa hivyo mambo ya afya tunaendelea vizuri. Vile vile mmesikia Rais William Ruto anajenga
masoko katika sehemu za Kenya. Hapa Lamu tutawajengea fish market na fresh produce market. Iko masoko aina mbili. Masoko ya bidhaa ya kilimo kama nyanya na vitunguu na viazi, na pia masoko ya samaki, ya kuuza samaki. Na hapa already soko ya Kizingitini imeanza, lakini tungetaka tuongeze masoko mengine hapa kulingana na mahitaji. Soko kule Mokoe imeanza. Soko ya Hindi kule Lamu West imeanza. Ile soko imebakia ambayo tunataka kuanza katika muda wa mwezi moja ni soko ya Mpeketoni. Na tutaendelea kujenga masoko ya bidhaa vya kilimo na masoko ya samaki vile vile kwa sababu ya uvuvi na uchumi samawati. Vile vile tuko na program ya manyumba ya bei nafuu ambayo inaendelea na program zingine nyingi. Wacha nitaje jambo lingine moja ambalo linabidi sisi tuseme tu tamu. Unajua ya kwamba hapo awali hakuja kuwa na mpango mzuri wa kutafutia vijana ajira. Na vijana wengi wanasononeka nyumbani, wanakuwa tatizo kwa wazazi kwa sababu ya kukosa ajira na kukosa matumaini. Na ndio umeona ya kwamba tuko na mbinu sasa kama 5 za kuongeza ajira. Jambo la kwanza, wale ambao wamesoma tunawaajiri. Wale ni walimu, wale ni polisi ama jeshi, tunaendelea kupanua idadi ya wale ambao tunaajiri ambao wako na masomo. Mmejua ya kwamba hapo awali kabla Rais Ruto akuwe rais, tulikuwa tunaajiri walimu 4,000 peke yake ama 5,000 kwa mwaka katika Kenya. Lakini miaka 2.5 ambayo imepita tumeshaajiri walimu 76,000. Idadi kubwa zaidi ya walimu tangu Kenya ijichagulie uhuru imeajiriwa wakati wa utawala wa William Ruto. Na mwezi wa Disemba tutaongeza walimu wengine 24,000 ili idadi ifike 100,000 ya walimu wa taifa la Kenya. By December we'll have employed almost 30% of all the teachers ever employed in Kenya since independence. Because we have about 300,000 teachers, and already in 2.5 years we have employed 76,000, and by December we'll have employed 100,000. Lakini tunajua vijana wengine labda wanataka kazi aina zingine. Ndio umesikia rais amesema kutoka leo, kutoka lini ile program ilikuwa imetatizika ya kazi mtaani, climate works, inaanza kufanya kazi leo. Na ni katika Kenya nzima ikiwemo hapa Lamu East. So mtafuteni Mheshimiwa Ruweida ako na taarifa ya kwamba from today the climate works kazi mtaani program inarejea katika Kenya mzima vile rais alitangaza siku ya madaraka. Tuendelee tusiendelee? Si mungetaka vijana wapate kazi mtaani hii ya climate works, watusaidie kusafisha miji na kupanda miti, na hao wapate hela jioni na wapate hela mwisho wa wiki. Vile vile hii program ya affordable housing ya manyumba nafuu na masoko ni njia ingine ya kuongeza ajira kwa vijana wetu. Vile vile tuko na program ya kazi mtandaoni ambao tunatafutia vijana kazi mtandaoni. Ndio naona hapa Faza iko TVC ya Lamu East, iko pia Huduma Center. Hizi zikikamilika, hii TTI imekamilika, lakini Huduma Center bado inajengwa na mheshimiwa hapa. Ikijaa tutaweka kompyuta pale ili vijana wetu wajitafutia ajira pale mtandaoni kupitia ile program ya kazi mtandaoni. Kuna vijana tunatafutia kazi ama ajira katika nchi za ng'ambo kupitia program inaitwa Kazi Majuu. Na Rais Ruto amesema bora kijana amepata contract ya kwenda kufanya kazi ugaibuni,
kama hana pesa ya kutafuta passport, kama hana pesa ya kununua tiketi ya ndege, serikali kupitia Youth Enterprise Fund itampatia pesa ya kulipa tiketi ya ndege na ya kulipa passport, ndio hiyo nafasi ambayo amepata huko izikosekane. Tuendelee tusiendelee kutafutia vijana wetu kazi, kazi majuu, kazi mtaani, kazi mtandaoni, na wale tunaajiri kwa public service tunaajiri. Hiyo ndio program ya kutafuta ajira. Jambo la 6 ni mambo ya usalama. Mnajua ya kwamba hapa Lamu kumekuwa na shida ya usalama kwa siku nyingi. Na mimi nashukuru Mungu kwa sababu Rais Ruto alinipatia nafasi kuwa waziri wa usalama wa taifa kwa miaka miwili. Katika hiyo miaka miwili, hakuna kaunti ambayo mimi nilitembea zaidi ya hapa Lamu. Hakuna kaunti nilitembea. Safari nyingi zilikuwa za wananchi, lakini safari zingine zile nyingi zilikuwa security meeting ama kwenda kutembelea wale askari wetu ambao wako kule makambini, ambao wanafanya kazi ngumu ya kupigana na magaidi. Na katika hiyo miaka miwili, mimi nilitembea hapa Lamu County mara 21. 21 visits in 2 years. Hakuna county ingine. Zile zingine 10 times, 3 times, 2 times. Lakini Lamu 21 times. Na mimi nashukuru wakati nilitoka pale, by the time I left tulikuwa tumekadamiza wale majangili kiasi. The attacks that were happening on the Garsen Witu Mokowe Highway ilikuwa imepungua, na zile attacks zilikuwa kule sehemu za Kiunga na kule kwingine. Bado tuko na hatari ya mambo ya terrorism ama ugaidi, lakini tumedhibiti usalama kiasi, and I know waziri mpya na wale wengine wenzangu ambao wako katika hiyo sekta ya usalama wataangalia Lamu na macho yote mawili, ndio usalama usiweze kusoroteka tena. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee namna hiyo ya kulinda usalama wa Kenya, ikiwemo usalama wa Lamu. Vile vile hapa Lamu, mnajua ya kwamba tangu dunia iumbwe, hii dunia ya Mwenyezi Mungu, hamkukuwa hapa Lamu East na barabara hata moja ya lami, hata kilomita 1. Na Rais Ruto ndio aliahidi akasema, safari hii lazima tujenge barabara ya kwanza hapa Lamu East ya lami. Hiyo barabara imeshatangazwa, contract imepeanwa, lakini contractor amezembea kidogo. Mheshimiwa Ruweida, Governor Timami na huyu Mama Marubu wiki iliyopita wamekuwa pale ofisini kwangu, na nimewafanyia appointment ndio next week waende kuona rais, hiyo barabara isonge haraka. Ndio hiyo barabara isonge, kwa sababu kilomita 30 ile tunataka kujenga hapa Lamu East, ambaye itaunganisha hiyo barabara ya kutoka kunaitwa Mtangawanda mpaka Kizingitini, 30 kilometers. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee namna hiyo. Kwa hivyo tuko na program kubwa ya kusimama na wananchi wa Kenya wote, ili tuhakikishe hakuna sehemu imebaki nyuma. Jambo la mwisho, kwa miaka na mikaka, kwa miaka mingi, wananchi kutoka hapa Lamu ambao ni vijana, na kutoka sehemu zingine za pwani, na kutoka sehemu zingine kaskazini mwa Kenya, imekuwa vigumu kupata vitambulisho, kwa sababu walikuwa wanapitishwa kupitia utaratibu mrefu ambao ulikuwa unaitwa vetting ama kuchunguzwa. Rais Ruto ametupilia mbali mfumo wa vetting, na amesema ya kwamba ile wakati kijana wa Nairobi, kijana wa Meru, kijana wa Kajiado, kijana wa Kisumu
kijana wa Machakos, ile wakati wanatumia kupata vitambulisho, ndio wakati pia kijana wa Lamu na Mandera na Mombasa anapaswa kupata kitambulisho. We cannot have two systems. Hatuwezi kuwa na ubaguzi ati kuna wale wanapata vitambulisho haraka na Wakenya wengine wanapitishwa kupitia utaratibu mrefu. Vetting imetolewa. Malipo ya vitambulisho imetolewa. Raha si raha jameni. Raha si raha. Kwa hivyo nikimalizia wenzangu, ukisikia tunasema two term. Tunasema two term ili barabara yetu ya kutoka Mtangawanda kwenda Kizingitini ijengwe na ikamilike. Tukisema two term, tungetaka soko la Kizingitini likamilike, soko la Mkowe likamilike, Hindi na kule Mpeketoni. Tukisema two term, ni wale wananchi wa Lamu 70,000 70,000 ambao wako na kadi ya matibabu. Hiyo idadi iongezeke, the entire population ya Lamu iwe na vitambulisho. Tukisema two term, ni kusema ya kwamba ile fish landing site tukamilishe na tutafutie wavuvi boti za kwenda baharini kwa zaidi ya siku 10. Kwa hivyo hiyo ndio two term. Sio ile kelele inapigwa na wenzetu kule nje, kelele ya ukabila, kelele ya chuki, kelele ya kugawanya watu wa Kenya. Sisi tumekataa, wananchi wa Kenya wamekataa, wamesema Kenya yetu ni moja, tuwe na usawa, tusiwe na ubaguzi na maendeleo yapatikane katika kila kona ya taifa letu la Kenya. Mimi nataka niwaulize wenzangu wa Lamu East. Nyinyi mko kwa two term? Mko kwa two term? Hii ya Rais William Ruto. Tukiwa na Timami na huyu Marufu na Captain Ruweida, tuko hapa kutafuta serikali hapo mbele. Tuendelee tusiendelee jameni? Ndio umeona Rais Ruto ametutuma hapa na hao viongozi. Tusimame na hao wananchi jameni. Tuwawezeshe wapate nguvu na fedha kidogo. Na wakati wa kusimama na wananchi ni saa hii. Sasa hivi. Na kama sio sasa hivi, ni sasa hivi. Kama sio sasa hivi, kama sio sasa hivi, ni sasa hivi. Kwa hivyo ni sasa hivi. Kwa hivyo wale